Dada Matu, kuna tatizo? Mbona umeniita hapa ghafla? Na jana Malikia aliniita, lakini sikuitika wito wake kwa sababu kuna kazi nilikuwa naifanya. Vipi, kuna tatizo? Ndio lipo tatizo. Tena kubwa sana tu. Malikia kaniagiza. Malikia amekupa kazi, lakini mpaka sasa hivi haujafanikisha kabisa. Kwa nini mdogo wangu unakuwa mzembe kwenye kazi? Ukumbuke mpaka Malikia kaamua kukupa kazi hiyo hapo, na cheo kikubwa kama hicho, na nguvu za kutosha. Amekuamini. Kwa nini unakuwa mzembe? Hebu niambie mdogo wangu Simba. Kuna tatizo upande wako? Dada Matu, kazi naifanya, lakini kuna baadhi ya binadamu wananizidi nguvu. Kwa nini nilikuwa naomba Malikia niongezee nguvu tena? Kuna binadamu anakuzidi nguvu? Yaani wewe unashindana na binadamu? Kumbuka binadamu ni mtu mdogo sana. Halafu una nguvu nyingi sana. Hivi unalikumbuka hilo? Kwamba sisi ni asili ya nyoka? Hakuna binadamu yoyote yule ambaye anaweza kukusogelea wewe. Leo unakuja kichwa tu unaanza kulalamika, unaniambia eti dada, binadamu Hivi unadhani mimi naweza nikamwambia Malikia? Wakati unajua Malikia jinsi alivyokuwa mkorofi. Sasa sikiliza mdogo wangu Sinda. Kumbuka, sisi tumepewa hili ni agizo. Hii ni kazi tu tumepewa tufanye. Lakini kwa nini unakuwa mzembe? Kwa nini? Sasa sikiliza nikwambie. Mimi sihusiki kwenye hilo. Na siwezi kumfikishia tena ujumbe eti mdogo wangu umuongezee nguvu tena. Hapana. Mimi nakuachia hilo. Utajua wewe. Dada Matu, nimekutuma wewe kwa sababu mimi siwezi kuenda sasa hivi kwa Malikia. Na kazi nimekwambia naifanya, lakini kuna baadhi ya binadamu wananizidi nguvu. Sawa. Unahitaji kuongezewa nguvu na Malikia? Sawa. Nakuachia hilo. Utajua wewe. Kwaheri.
Nisikilizeni vijana, niwaambieni. Ndio mkuu. Huyo kijana huko alikokimbilia, tumwacheni tu aondoke. Vipi kiongozi, mbona tunamwacha mtumiwa wetu? Huko alikokimbilia kwenye msitu wa Tambogo ni msitu ambao unaongoza viumbe wa ajabu sana. Hivyo basi, huyo kijana hawezi kuishi tena. Lazima tu atakufa. Na pia ametusaidia kwenye majukumu yetu ya kazi. Tunaweza kurudi kambini. Sawa. Boss, Eric, mbona mnashindwa kufanikisha kazi zangu? Yule kijana tulimkimbiza. Akakimbia kwenye msitu mkubwa wa Tambogo. Alipokimbilia kule, tukaona tumwache. Kwa sababu ule msitu una viumbe wa ajabu sana boss. Hivyo basi, tukamua tumwache. Kwa sababu tuna imani kule alikokwenda atakufa. Unajua wewe ni kijana mmoja na muamini sana. Sasa hivyo, fanya iwezekanavyo. Kivyo vyote kile. Umenielewa? Sawa. Fanya iwezekanavyo.
huyo kijana nimupate kwenye mikono yangu. Sawa boss. Umenielewa? Eric, mimi bosi yako nitazaraulika nisinyompata huyo kijana. Kusanya vijana wako wote. Umenielewa? Kama ni majeshi, taongeza majeshi. Fanya iwezekanavyo nimpate huyo kijana. La sivyo, nyinyi wote nimepika masasi, nimpotezea mbali. Haraka nimpate huyo kijana. Sawa boss. Naenda kufanya hivyo mara moja. Namleta huyo kijana. Sawa. Kwa maneno shelewe na gharamia pesa yangu nimelipa. Shelewe chochote kwenye mbe kijana simpata naingia kwenye msitu. Heti. Mimi tazaraurika. Ule kijana na ushahidi kubwa sana. Kama simupate, sijui uso wangu taweka wapi. Mahatu, kwa nini mwenzako anachelewa? Siku ngapi leo sasa? Na nini namfanya achelewe? Jibu ni kwako. Ni kweli Malkia. Nimejaribisha sana kuongea na Sinda. Lakini majibu alionipa ni kwamba anashindana nguvu na binadamu. Binadamu anamshinda nguvu. Malkia, ombi langu kwangu ni moja tu. Naomba umuongezee Sinda nguvu. Ukumbuke Malkia, usipomwongezea nguvu wewe, tutakawia sana kukamilisha hili jambo. Ombi langu ndio hilo tu Malkia. Sawa. Kwa nini nilimweka nguvu nyingi sana? Nilimweka nguvu nyingi sana. Au itakuwa kuna kitu anafanya?
Kwa kweli Malkia, hapo sijaelewa bado. Lakini ombi langu ndio hilo tu. Nimeona nje nikuletee. Sawa. Sasa hivi nataka nikutume wewe. Nenda umsaidie. Kumbukeni sisi ni nyoka. Msijisahau. Na tuna nguvu nyingi kuliko wanadamu. Wanadamu hawezi kutushinda sisi. Nenda umsaidie. Fanya haraka. Usichelewe. Na mfanyikiwe. Murudi hapa. Nenda. Sawa Malkia, nitafanya hivyo. Kaka vipi? Mbona unahema sana? Unakimbia wapi huku msituni? Yaani sehemu hizi ni sehemu za kujidai. Waga nafanya mazoezi kwa kurelax kwa sababu hakuna makelele ya watu. Kwa huko nilikuwa nafanya mazoezi ya kukimbia. Unaona? Na yale mazoezi ya nani yale? Mazoezi ya sauti yale. Mara kama Tarzan, unayajua? Kwa hiyo wewe madam, huku umetokea wapi? Mimi nimepotea njia. Nimejikuta napita hii njia nikakutana na wewe. Halafu wewe umesema ni mwenyeji kwenye huu msitu. Unaweza kunielekeza njia ya kutokea bondeni? Wewe mtoto mzuri, ina maana huogopi? Kwenye haya mapori kuna simba, kuna chui. Wewe huogopi? Kwa hiyo nataka nikuelekeze njia? Ndio, maana wewe ni mwenyeji hapo umesema. Yaani mimi
kitu kingine ambacho hujajua, hii misitu yote hii ni ya babangu. Na maana babangu ndo anamiliki misitu yote hii. Na matunda yote unayoyaona huku msituni, kuna maembe, kuna mapera pale. Mpaka kule nyuma nimeona mapassion, yote yameiva. Kwa hiyo yote nitakupatia mama, sawa? Ila unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sinda.